Kumekucha, kumekucha. Mungu ni mwema. Wema lakini? Alhamdulillah. Bismillah tunasema. Kabisa kabisa. Tushaanza kuzoea mambo ya airport. Maana msimu ulioisha alisema airport ni kwa wenyewe. Ila sasa hivi mambo tulikuwa tunayaona kwa wengine. Na kuna ndugu zangu sasa hivi hata kuwataja napata shida. Naona kama nawapeleka tu mjini. Hawawezi kuelewa haya mambo. Wataendelea kuona kupitia vyombo vya habari. Wao wanapanda nini? Wamezoea tipu zao wanaenda hivi. Jeshi la ardhini. Sisi sasa hivi alhamdulillah tulikuwa tunaitafuta tiketi ya kuiwakilisha nchi yetu kimataifa, lakini pia kupata raha ya kutumia miundombinu yetu ya anga. Kwa mfano safari ambayo tunaenda Burundi sasa hivi tunatumia usafiri wa Air Tanzania. Lile kubwa lile. Lenyewe. Tunapanda hapa, tunashuka zetu mapema. Ndani ya lisali 1:30 tu hivi tumeshaingia Burundi. Kwa ni mambo marahisi, au sio? Na nyinyi ndugu zangu, mambo marahisi mbona hapo wote? Kuna siku moja tukienda hatua zinazofuata, mimi nitakuwa naomba waandishi 5 wa kuongozana nao kwenye idara yangu. Kwa inshallah tuombeane tuvuke kwanza hapa ili bosi afurahi, tuwe tunaenda pamoja namna hii. Ninyi ambao mnawahi airport kama hivi ndio wazuri nyinyi. Na wapiga surprise hapo tunatembea zetu. Karibuni sana. Sawa, Masanza tunasema hatua ya pili, lakini baraka zimeanza kwa Singida Black Stars mara baada ya mchezo hatua ya kwanza kufanya vizuri. Huu pengine tutegemee nini kwa Singida? Naona mnaanza na mchezo wa away. Pengine hii inaenda kuleta advantage kubwa kwa Singida Black Stars. Kwanza hata mchezo wa kwanza tulianzia ugenini na imekuwa ni fursa nzuri. Unajua unapoanza ugenini unapata nafasi ya kujirekebisha kwenye mchezo wa marudiano. Ni dakika 180 ambazo tunataka tuzitumie vizuri kwa mujibu wa maelezo ya kocha pia Miguel Gamondi, na haitakuwa mechi rahisi. Tuwe tu wa kweli, haitakuwa mechi rahisi. Tunaenda kucheza dhidi ya timu ambayo nayo imevuka hatua ya kwanza kwenda hatua ya pili. Wamepata matumaini kwamba hata makundi wanaweza kwenda. So kwenda kucheza na timu ya namna hiyo ambayo tayari mentality yake iko very strong, wanaenda kutupa game ngumu. Kitakachoenda kuamua mchezo huu ni ubora wa mbinu za walimu na commitment ya wachezaji. Na ndio kitu pekee ambacho mwalimu amekuwa akisisitiza katika uwanja mazoezi kwa wachezaji. Hakikisheni mnafanya majukumu yenu kwa 100%. Haitakuwa mechi nyepesi, msiwadharau wapinzani wetu kwa sababu tu ya labda wanatoka Burundi, ligi yao si kama ligi ya Tanzania. Ila haya ni mashindano ambayo ili uvuke lazima umharibie malengo mpinzani wako. Nani anakubali kuharibiwa malengo? So itakuwa mechi ngumu, lakini tumejipanga vizuri kuhakikisha tunaenda kutafuta ushindi. Wachezaji wenyewe wanasemaje, na pengine labda hali zao namna ambavyo tunaona mlikuwa mna michezo ya kirafiki, mmewafanya vibaya sana timu ambazo mmecheza nazo. Inaashiria nini kuelekea kwenye mchezo huu? Sisi maandalizi ambayo tumefanya kusema kweli hata kocha ameridhika. Na kile ambacho alikuwa anakielekeza mazoezini ndicho ambacho wachezaji walikuwa kikifanya. Tumepata mechi za kujijaribu hapa katikati na zimekuwa na matokeo mazuri. Licha ya kwamba mechi ya kirafiki sio mechi ya kutafuta ushindi, lakini ina raha yake ukishinda. Inaleta matumaini. Inaleta matumaini kwamba watu wanaelewa somo. Kwa hiyo tunafarijika sana kuona hata mwalimu anaridhika na kile ambacho anakifanya na wachezaji wetu hawawezi kutuangusha. Unajua tofauti ya Singida Black Stars na timu nyingine. Nyingine zipi zinazoshiriki michuano ya CAF ama hizi? Of course. Sisi tumefanikiwa kukusanya wachezaji wenye experience sana na michuano hii mikubwa. Si mara ya kwanza, si mara ya pili kushiriki michuano hii. Hata wazawa. Yaani sisi hata wachezaji wetu wazawa wameshashiriki sana michuano ya kimataifa. Wanaijua vizuri. Kina Sospita Kijili, wakina Kennedy Juma, wakina Nixon Clement Kibabage, wote wameshashiriki michuano hii huko walikotoka. Kwa ni advantage ambayo tunaingia nao. Lakini ukija kwenye wachezaji wageni kuna wakina Clatous Chota Chama. Lazima uanze na Chama. Khalid Aucho. Kwa nini uanze na Chama? Ukianza kutaja wachezaji lazima uanze na Chama. Kwa nini Chama? Chama ni mchezaji ambaye anakupa guarantee ya kufanya vizuri kila anapopata nafasi. Na hivi ninavyozungumza ndugu zangu, wachezaji wetu wote walioitwa kwenye majukumu ya timu za taifa wamerejea na wapo na sisi safarini. Tayari wameondoka nao. Clatous Chota Chama, Khalid Aucho, Amos Obasoji, golikipa wetu huyu, na wengine wakina Masalanga, wakina Gego, wote wamerudi wakiwa hawana majeraha, wamerudi wakiwa wana morali ya hali ya juu na tumeungana nao safarini. Kwa hiyo tunaenda tukiwa tunajua tumekamilika kwa 100%. Malengo ya Singida ilikuwa ni kufika pale ambapo haijawahi kufika. Pengine namna ambavyo mnaona ubora wenu siku hadi siku yameongezeka? Bado malengo yetu yako pale pale, kufika ambako hatujawahi kufika. Singida Black Stars hatujawahi kuingia hatua ya makundi na ni mara ya kwanza tunashiriki kwenye michuano hii mikubwa. Kwa hiyo dhamira yetu ni kwenda makundi. Kwanza, ndugu zangu, tukishaingia makundi
tukinogewa malengo yanaweza yakabadilika, si ndio? Lakini lengo la kwanza ni kuingia hatua ya makundi, kuhakikisha kwamba tunavuka kwenye hatua moja, kwa ni kwetu ni historia. Na Singida Black Stars msimu huu tumeshaanza vizuri. Tuna historia ya kwanza tumeshaiandika ya kuchukua kombe la kimataifa la Sekafa. Lakini afu ile kombe kwa nini Ahmed analiponda? Wakati yeye hajawahi kulichukua. Kwa sababu hajashiriki. Nimemsikia Ahmed anasema eti michuano ya Sekafa nayo inaitwa kimataifa. Kumbe ni michuano ya nini? Ndio michuano ya kimataifa pekee ambao timu za Tanzania huwa zikipata nafasi zinachukua. Hakuna michuano ya kimataifa ambayo tumewahi kuchukua kombe. Yoyote hakuna. Hii ambayo yeye anaibeza. Na yeye ambaye hajawahi kuchukua. Si ndio? Kwa anapozungumzia kombe la kimataifa ukanda wa Afrika Mashariki azungumze kwa heshima. Kwa sababu tayari Singida Black Stars mimi kupitia Singida Black Stars nimeshamzidi. Wewe kupitia Singida Black. Kombe ni la kwako la timu. Ndio maana nasema mimi sasa wewe kama kombe la timu mimi nipo kwenye timu. Kombe la kwako. Wangu pia na mimi. Kwa lazima alizungumzie kwa heshima kwa sababu ni kombe lenye heshima na historia. Labda hasomi historia, lina historia nzuri na lina heshima kubwa ukanda huu wa maziwa makuu. Wao utoki patupu. Kwa hiyo maana yake yeye kama hajawahi kulichukua kombe hili, analiona tu kwenye vitabu vya kumbukumbu. Anatakiwa mpaka siku atakapolichukua ndo aanze kulizungumza kwa kebei. Kwa hiyo tunashiriki michuano hii tukiwa tayari tuna confidence, tuna kombe liko nyumbani na tunaenda kupambana kuhakikisha tunaingia hatua ya makundi. Tofauti yetu na wao ni nini kwenye michuano hii? Tofauti ya Singida na Simba msimu huu. Wao wapo klabu bingwa. Msimu huu hawajaingia makundi bado, si ndio? Ila wapo klabu bingwa. Yote kimataifa bana, Saidi kumuita Side. Klabu bingwa na shirikisho ni sawa? Yote ni michuano ambayo iko chini ya CAF. Yote ni michuano ambayo ni ya kimataifa. Wote tunapanda ndege. Kwa sasa hakuna utofauti. Utofauti ni kama Saidi ukimuita Side. Kwa sababu tuseme michuano ya klabu bingwa. Simba alikuwa bingwa. Tunaenda kwa fact. Kama ingekuwa tunazingatia utofauti, tunafahamu ni mashindano mawili matofauti, lakini sisi na Simba tuna tofauti gani kwenye michuano hii ya kimataifa? Kwa sababu kama ingekuwa inachukua timu za klabu bingwa tu hata Simba wasingeshiriki. Tungeshiriki nao huku chini. Kwa sababu sio mabingwa. Si klabu bingwa. Simba ni klabu bingwa. Kombe la mabingwa. Nimekuelewa. Mambo umeelewa? Nimekuelewa. Kwa sisi na wao kwenye michuano hii ni Saidi kumuita Side. Huku utaita ligi ya mabingwa, huku utaita kombe la shirikisho. Lakini yote iko chini ya CAF na timu zote ambazo tunashiriki nyingine hazijachukua ubingwa na zinashiriki, si ndio? Hapo watu watanielewa vizuri ninachokimaanisha. Lakini yote kwa yote tunaombea kila laheri klabu ya Simba kwenye michuano hii na tunaamini watafanya vizuri, watavuka. Yanga tunawaiombea kila laheri na sasa mna KMKM hapo. Tunapata ukakasi. Wamevuka maji tunapata ukakasi kwa sababu zote ni timu za Tanzania. Lakini yoyote atakayefanikiwa kuvuka basi inakuwa ni Tanzania imevuka na tunaamini msimu huu unaenda kuwa msimu wa kihistoria kwa timu za Tanzania kwenda kwenye hatua kubwa inayofuata ya makundi. Sawa, ila alisema pia aliongezea neno Ahmed. Alisema kwamba dua yake nyingine nyinyi wamewaombea heri ila yeye nyinyi wote mtolewe, wabaki wao tu. Wafadhilaka wapundaka. Heri umfadhili mbuzi, utamnywa hata mchuzi. Ahmed anazungumza hayo akituombea sisi mabaya wakati tumetoka kununua jezi zao zaidi ya yani tumenunua jezi kama takriban 10,000 na mlezi wetu kupitia kwa mlezi wetu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Hata wiki haijaisha. Kanunua mheshimiwa. Sasa mlezi wetu pale katumia cheo. Nyumbani kwenu baba akinunua TV ni yenu. Kwa hiyo sasa nyinyi mmenunua jezi za Simba. Tumenunua jezi kusapoti kampeni yao ya kutokomeza jezi feki. Siku 2 baadaye eti hatutambui kama sisi tunashiriki michuano ya kimataifa. Huyu anafadhila kweli? Wafadhilaka? Wapundaka. Heri umfadhili mbuzi au punda atakubebea hata mizigo kuliko binadamu asiye na shukrani kama yeye. Lakini sisi tumeshamsamehe. Tunamuombea yeye na timu yake kila laheri wavuke kwa sababu tunaangalia bendera ya Tanzania pale mbele. Lakini tunaombea pia wote wanaoshiriki michuano hii na tunaamini kwa umoja wa Tanzania na support tunayopata kupitia kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye hamasa ya goli la mama, tunaenda kufanya vizuri na tunaipeperusha vizuri bendera ya Tanzania. Sawa bwana, usije ukachelewa pipa kule. Nani kiachwa? Maana Gamondi kaidi makubwa huko. Na wanunia. Sio hata kuruniwa bwana. Bwana ndugu zangu kila laheri. Inshallah, asanteni sana.